Hebu naomba utafakari jambo hili. Kijana amemaliza shule. Kila asubuhi anaamka. Hana kazi, hana biashara, hana mtaji. Anaanza kujiuliza kimoyomoyo, nitaanzia wapi? Kama na wewe umewahi kujiuliza swali hilo, video hii ni kwa ajili yako. Leo nitakuonyesha namna ya kuanza kutoka sifuri, bila pesa, bila connections, bila kukopa. Na ukikaa mpaka mwisho, nitakupa ramani rahisi ya hatua 5 za kuanzia leo. Karibu sana. Jina langu ni Kingi Kigongo. Mimi ni mwalimu wa maendeleo binafsi. Ninasaidia watu kujenga akili ya mafanikio kabla ya kujenga mifuko ya pesa. Leo tunazungumza kuhusu jambo ambalo linaumiza wengi: kufanikiwa bila mtaji. Na swali kuu katika video hii ni, unaanzia wapi? Sasa katika video hii tutaangalia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tutavunja dhana potofu kuhusu mtaji. Jambo la pili, tutaangalia hatua za kuanza bila kuwa na pesa. Jambo la tatu, tutatazama mifano halisi ya Watanzania waliofanikiwa kwa kuanza bila kuwa na mtaji wa pesa. Na mwisho utapata ramani ya kuanza bila kuwa na pesa leo na sio kesho. Sasa karibu tuanze. Hebu nikuulize swali la moja kwa moja. Ukisikia neno mtaji, unawaza nini? Wengi wanasema pesa, pesa nyingi. Wengine wanasema mikopo, benki na kadhalika. Lakini hapa kuna ukweli. Mtaji wa kwanza kabisa sio pesa. Mtaji wa kwanza ni akili yako, ni muda wako, ni ujuzi wako, ni uwezo wako wa kujifunza. Unaweza kushangaa kidogo. Fikiria hivi. Kama pesa ungekuwa ndio mtaji wa kwanza, basi masikini wasingeweza kuinuka. Lakini tuna mifano mingi ya watu waliotoka sifuri. Walichokuwa nacho mwanzoni sio pesa, ni uamuzi. Je, hili linakuhusu? Sasa naomba nikupatie mfano huu. Kuna kijana mmoja Arusha. Alikuwa dereva wa bodaboda. Hakuwahi kushika laptop maishani, lakini alikuwa na simu. Akaanza kujifunza graphic design kupitia YouTube. Usiku baada ya kazi. Kidogo kidogo, miezi 6 baadaye akatengeneza logo, akatengeneza posters. Leo ninavyoongea anapata wateja Instagram. Sasa swali la kujiuliza ni hili: alikuwa na mtaji wa pesa mwanzoni? Jibu ni hapana. Alikuwa na mtaji wa akili na muda. Ndio maana nasema tena, maskini wa pesa anaweza kuinuka, lakini maskini wa mawazo ni hatari sana. Tafakari hili kwa sekunde chache. Sasa naomba tufanye zoezi hili la vitendo kwa pamoja. Chukua karatasi au simu yako. Andika ujuzi wa aina 3 ulionao. Inaweza kuwa kupika, kupiga picha, kuongea vizuri, kufundisha watoto na kadhalika. Usidharau ujuzi wako. Andika. Baada ya kuwa umeandika ujuzi ulionao, sasa andika muda wako wa ziada ulionao kila siku. Ni saa 1 au saa 2 au usiku tu? Andika.
Huo ndio mtaji wako wa kwanza. Unaona sasa? Hatujaanza na pesa. Tumeanza na ulichonacho tayari. Lakini sasa swali linalofuata ni hili. Kama mtaji sio pesa, basi unatumiaje mtaji ulionao tayari kuleta matokeo makubwa katika maisha yako? Hapo ndipo kipengele kinachofuata ninaenda kukielezea. Usitoke, endelea kutizama video hii. Watu wengi wanaposema nataka kuanzisha biashara, huwa wanawaza bidhaa, wanawaza duka, wanawaza jina la kampuni. Lakini hapa kuna siri ya mafanikio. Usianze na biashara, anza na tatizo. Pesa huwa inamfuata mtu anayesuluhisha shida za watu. Ukijua kutatua tatizo fulani, biashara inajitengeneza yenyewe. Ufikiria hili. Sasa naomba nikusimulie kisa hiki. Kuna dada mmoja Mwanza. Aligundua wanawake wengi wanahangaika kusuka nywele. Saluni zilikuwa ni ghali na foleni zilikuwa ni ndefu. Akasema nitakuwa nikisuka nyumbani kwangu. Hakuwa na saluni, hakuwa na viti vya kisasa, alikuwa na mikono yake na ujuzi wake. Leo ana wateja kila wiki. Alianza na tatizo, sio mtaji. Sasa hebu nikuulize swali hili. Ni matatizo gani watu wa mtaa wako wanalalamika kila siku? Inaweza kuwa chakula cha mchana kazini, kufua nguo, kutuma vifurushi, kutafuta mafundi wa haraka na kadhalika. Hebu tafakari hili kwa sekunde chache. Sasa naomba tufanye zoezi hili kwa vitendo. Andika matatizo 5 unayoyaona katika jamii yako. Usifikirie mbali sana. Angalia tu katika maisha ya kawaida. Baada ya hapo, chagua tatizo moja na ujiulize nafsi yako kwamba ninawezaje kusaidia kutatua tatizo hili, hata kama ikiwa ni kwa njia ndogo. Hapo ndipo mwanzo wako unapokuwa unaanza wa mafanikio. Hapa kuna kauli ya kukumbuka. Kauli hiyo ni hii: usitafute pesa, tafuta shida au matatizo ya watu. Ukiweza kuyatatua hayo, pesa itakuja tu. Sasa swali jingine la kujiuliza ni hili: kama mambo haya ni rahisi kueleweka kiasi hiki, kwa nini watu wengi bado hawaanzi? Kwa nini wanabaki kusubiri mwaka baada ya mwaka? Hilo ndilo ninaloenda kulizungumzia kwenye kipengele kinachofuata. Endelea kutizama video hii. Hebu tuwe wa kweli kidogo. Watu wengi wanajua wanapaswa kuanza. Wanajua wana uwezo, wanajua muda unakwenda. Lakini bado hawaanzi. Kwa nini? Kuna makosa 3 makubwa. Kosa la kwanza, kusubiri mtaji mkubwa. Watu wanasema nikipata milioni nitaanza. Nikipata laptop nitaanza. Nikipata duka nitaanza. Lakini ukweli ni huu: ukisubiri kila kitu kiwe kamili, huwezi kuanza. Sasa hebu nikusimulie kisa hiki. Kuna kijana mmoja Dar es Salaam. Alitaka kuanza biashara ya kuuza bidhaa mtandaoni. Alikuwa anasema nikisave nipate laptop mpya ndio nianze. Miaka 2 ilipita, laptop haikupatikana na biashara haikuanza. Wakati huo huo mwingine alianza na simu ya kawaida. Leo ana duka mtandaoni.
Tofauti ni nini? Tofauti sio mtaji, ni uamuzi. Kosa la pili ni kuogopa kuanza kidogo. Watu wengi wana aibu ya kuanzia chini. Wanataka kuonekana wamefanikiwa tayari. Lakini hakuna aliyewahi kupanda mlima kwa hatua moja. Unapanda hatua kwa hatua. Sasa tabia hii na wewe inakuhusu? Tafakari kidogo. Kosa la tatu ni hili: kujilinganisha na wengine. Unaona mtu Instagram, unaona magari, unaona safari, unaona mafanikio. Unasahau ya kwamba hata wao kuna mahali walianzia. Unakata tamaa na unaacha kabla hujaanza. Sasa hebu nikuulize swali la moja kwa moja. Ni kisingizio gani huwa unajikuta unakirudia mara kwa mara? Sina muda, sina pesa, sina mtu wa kunisaidia. Tafakari hilo kwa sekunde chache. Sasa nataka ufanye hatua moja ndogo sana. Chagua kitu kimoja ulichokuwa unataka kuanza. Andika hatua ndogo unayoweza kufanya ndani ya masaa 24. Sio kesho, leo. Na nikwambie ukweli, ukiendelea kusubiri mtaji, utakuwa wapi baada ya miaka 5? Sasa kwa kuwa tumeona makosa, hebu tuingie kwenye jambo ambalo wengi wamekuwa wakilisubiri. Njia halisi za kuanza bila senti yoyote. Hapo ndipo kipengele kinachofuata ninaenda kuelezea. Usitoke, endelea kuangalia video hii. Sasa hebu tuondoe dhana moja potofu. Kuanza bila mtaji haimaanishi kukaa bila kufanya kitu. Badala yake inamaanisha kutumia ulichonacho sasa. Kuna njia 3 kuu. Njia ya kwanza, tumia ujuzi uliopo au ujuzi ulionao. Kama unajua kupika, pikia watu wa ofisini kwako. Kama unajua kupiga picha, pigia watu picha za hafla. Kama unajua kuongea vizuri, uza bidhaa za watu wengine upate commission. Huu ndio mtaji wako. Njia ya pili ni hii. Tumia mitandao ya kijamii. Simu yako ni ofisi. Instagram ni duka. WhatsApp ni reception. Kwa hiyo huna haja ya kodi ya pango. Huna haja ya flame za vioo. Unaanza na kile ulichonacho, yani simu yako. Sasa hebu ngoja nikupe kisa hiki. Kuna kijana mmoja Morogoro. Yeye alianza kuuza viatu vya watu wengine Instagram. Hakununua bidhaa hata moja. Alikuwa anapiga picha, anatangaza, akipata mteja anapata commission. Leo anajipatia kipato cha kila mwezi. Alianza na nini? Simu na internet ya 1500. Njia ya 3 ni hii. Tumia rasilimali za bure mtandaoni. Kwa mfano, YouTube kufundisha kama mimi hivi, Google kujifunza, Canva kutengeneza kazi. Na habari njema ni kwamba habari zote zipo, ni za bure kabisa. Unachohitaji ni nidhamu tu ya kujifunza. Sasa hebu nikuulize swali hili. Kama ungepewa wiki moja tu ya kuanza, ungeanza na nini? Tafakari hilo kwa sekunde chache. Sasa naomba tufanye zoezi hili kwa vitendo.
Fungua akaunti maalum ya kazi yako mtandaoni. Waambie watu 10 unaowajua kuhusu huduma yako, na pakia mfano mmoja wa kazi yako. Usubiri hiyo kazi iwe imekamilika sana au perfect. Ipakie tu hivyo na mapungufu yake. Tunachotaka sisi ni kuanza. Na hapa kuna kauli ya kukumbuka ya kwamba simu yako tayari ni ofisi. Lakini kuna ukweli mwingine ambao ni kuanza ni rahisi, lakini hudumu kwenye kile ulichokianzisha ndio changamoto ya kweli. Na hili ndilo ninaloenda kulizungumzia kwenye kipengele kinachofuata. Endelea kuangalia, usitoke kwenye video hii. Watu wengi huanza vizuri sana. Siku ya kwanza wako motivated. Wiki ya kwanza wana nguvu. Lakini baada ya hapo wanakata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu wanategemea hisia, wanategemea motisha, wanategemea mazingira. Lakini mafanikio yanahitaji nidhamu. Na nidhamu ni kufanya kazi hata kama hujisikii. Sasa hebu sikiliza mfano huu. Kuna mama mmoja Dodoma. Yeye alianza kuuza chakula. Meza moja tu. Siku ya kwanza hakupata wateja. Siku ya pili wateja wachache sana. Lakini hakukata tamaa. Aliamka kila siku asubuhi. Akaandaa chakula, akakaa pale. Miezi ilipita, wateja wakaanza kuongezeka. Leo hii ana kibanda kikubwa. Tofauti yake ni nini? Tofauti yake sio mtaji, bali ilikuwa ni uvumilivu. Sasa hebu nikuulize swali. Ni mara ngapi umeanza kitu lakini ukakiachia njiani? Tafakari hilo kwa sekunde chache. Sasa naomba tufanye zoezi hili kwa pamoja. Tengeneza ratiba ya siku 7. Kila siku hatua moja ndogo kuelekea kile unachotaka kufanikisha. Hata kama dakika 30, fanya kila siku. Hebu nikuambie siri moja ya waliofanikiwa. Huwa hawangoji motisha, bali wanafuata ratiba. Na sasa tuko karibu na kile nilichokuahidi mwanzoni. Ramani ya hatua 5 za kuanza leo. Hiki ndio kipengele cha mwisho kabisa cha video hii. Kwa hiyo usitoke. Endelea kuangalia mpaka mwisho. Sasa chukua kalamu tena. Hii ni sehemu muhimu. Hatua ya kwanza. Tambua ujuzi wako. Jiulize, ninaweza kufanya nini vizuri kuliko wengine? Andika, hata kama unaona ni rahisi. Hatua ya pili, tambua tatizo. Angalia watu wanaokuzunguka. Ni shida gani wanayo kila siku? Andika tatizo moja. Hatua ya 3. Tengeneza suluhisho rahisi. Usianze na kitu kikubwa. Anza na huduma au bidhaa moja tu. Hatua ya 4, waambie watu. Usifanye kimya, tangaza. Tuma ujumbe. Ongea na watu. Hatua ya 5,
Rudia kila siku. Hata kama hakuna matokeo mara moja, rudia. 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 Sasa hebu naomba nitoe mfano halisi unaoelezea hizi hatua 5. Kijana ana ujuzi wa kupiga picha. Anaona tatizo. Watu wanataka picha nzuri za bidhaa zao. Anatengeneza suluhisho. Anapiga picha kwa bei nafuu. Anawaambia watu kupitia WhatsApp. Halafu anapiga picha kila siku. Hapo ndipo safari yake ya mafanikio inapoanza. Na hapa kuna kauli ya mwisho ya kukumbuka. Kauli hiyo ni hii: hauhitaji mtaji mkubwa, bali unahitaji uamuzi mkubwa. Sasa tumejenga ramani, na sasa tufunge safari ya mafanikio. Sasa napokuwa nikielekea mwisho kabisa wa video hii, naomba nikukumbushe masomo muhimu. Mtaji wa kwanza sio pesa, ni akili, muda na ujuzi. Anza kwa kutatua tatizo, si kutafuta biashara. Usisubiri hali iwe kamili. Anza na ulicho nacho. Nidhamu inaleta matokeo, sio motisha ya siku moja. Na mwisho tumeangalia pia ramani ya hatua 5 za kuanza leo. Kama somo hili limekufaa na limekufungua macho, karibu na usubscribe kwenye chaneli hii. Tunajenga akili ya mafanikio kila wiki. Andika kwenye comments, ni hatua gani unaanza nayo leo? Na mshirikishe rafiki au ndugu anayehitaji kusikia haya. Mimi ni King Kigongo. Asante kwa kukaa nami hadi mwisho. Tutaonana kwenye somo linalofuata.